Danieli kweli jamani, anaweza akakuokoa nao simba. Kwa pamoja na kwamba anajua Mungu ni Mungu aliye hai, lakini Dario alikuwa hana uhakika wa uweza na nguvu na mamlaka ya Mungu wa Danieli ambaye yuko hai. Akauliza, anaweza kukuokoa nao simba ambao sisi tumanyima chakula waje wakutafune? Kweli utasevu Danieli? Akasema, mfalme uishi milele bwana, uishi milele. Nikwambie Dario, Mungu huyu ninayemtumikia Bwana, kawatuma malaika wamekuja. Walivyokuja, wala mimi sikuhangaika, maana unanitupa tu nikakuta malaika wananingojea. Wala simba ametulia. Kwa nini? Njaa waliokuwa nakuwa nayo, wako malaika pale wamefunga vinywa vyao. Kwa mimi niko na enjoy na hawa simba. Ni kama vile magemu wanaocheza na simba kule Ngorongoro, ni kama vile magemu wanaocheza na simba kule Serengeti. Wenyewe hawaogopi simba, wanawakamata simba wanawapakia kwenye gari. Ndivyo nilivyo mimi katika hili tundu la simba. Nimekuwa kama game ambayo inakaa na simba, ninacheza na simba, ninaunguruma na simba, ninacheka na simba, maana yuko Mungu aliye hai amefunga makanwa yao. Sina tofauti mimi na wale askari game wa kule popolini wanaocheza na simba, na mimi nimecheza na simba kwa sababu yuko Mungu aliye hai. Mungu ninayemtumikia ni Mungu aliye hai. Kweli Danieli, haleluya. Kwani Mungu akasema, jamani sikilizeni, katika mamlaka yangu yote ninawaandikia, katika mamlaka yangu yote watu watetemeke, watu waogope, watu wahofie huyu Mungu wa Danieli, maana ni Mungu aliye hai. Wakahofie, wakatetemeke kwa huyu Mungu. Ninaandika hivyo, wafurahie. Kwa nini? Wamuogope. Kwa nini? Nimemuona Mungu wa Danieli ya kwamba simba hawakuwa na nguvu juu ya Danieli. Inaweza katokea kwako namna hiyo. Akasema watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai. Si kwamba tu yu hai, anadumu milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika. Tena mamlaka yake najua inadumu hata mwisho. Huyu Mungu wa Danieli huyu anasema yeye huponya Bwana na kuokoa Bwana, hutenda ishara Bwana na maajabu mbinguni na duniani, maana yeye ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Ogopeni huyo Mungu jamani, nyie watu wangu nao watawala. Ogopeni huyo Mungu wa Danieli, maana yeye anaponya na yeye anaokoa. Kamuokoa Danieli kwenye tundu la simba. Barua ikaandikwa ikaenda kwa wakuu wa wilaya, ikaandikwa ikaenda kwa wakuu wa tarafa, kwa wakuu wa kata, kwa wakuu wa vitongoji, kwa wakuu wa vijiji, kusema ya kwamba Mungu wa Danieli ndio kuabudiwa. Kwenye kitongoji wanamjua Mungu wa kwako. Hata kitongoji mtaani basi pale anajulikana, au anasema huyu ni kama sisi tu, huyu mama huyu kwani ana tofauti gani na sisi? Au baba huyu au kijana huyu si ni wale tu. Wanasema hivyo. Swali hili pia liliulizwa na wana wa Israeli wakati wakiwa safarini kuelekea Kanaani. Swali hili Mungu aweza. Amen. Zaburi. Nataka nikufundishe upate upana wa neno la Mungu. Zaburi 78 18-20 alafu 23-29. Hili swali liulizwa pia na wana wa Israeli walipokuwa wanapita katika changamoto mbalimbali. Inawezekana wewe unajiuliza, hivi Mungu kweli hili jambo ataliweza kweli? Na wenyewe walijiuliza swali hili. Amen. Hili swali la kipagani hili ambalo lilikuwa swali la Dario, ndio linaweza likaulizwa na mwana wa Mungu kama ambavyo liliulizwa na wana wa Israeli. Mpagani Dario akauliza swali hili na wenyewe wana wa Mungu akauliza swali hilo. Inawezekana na wewe kama mwana wa Mungu pia ukauliza swali hilo. Wanapita katika jangwa, wanapita mahali pagumu, wanapita katika jangwa. Wanasema hapa jangwani Mungu anaweza kufanya kitu kweli. Inawezekana na wewe ukawa unapita mahali fulani ukajiuliza, katika hali hii kweli Mungu atanitokezea kweli? Katika hali hii kweli Mungu anaweza kufanya kitu kweli? Hawa walikuwa jangwani, wana wa Israeli ambao wanamjua Mungu wao kabisa. Wanasema, je, Mungu kweli, Mungu aweza kutuandalia meza jangwani? Anaweza kutupa chakula jangwani? Amen. 20.
Tazama, aliupiga mwamba, maji yakabubujika, ikafurika mito. Aweza kutupa chakula? Manake pamoja na kwamba waliona maji yamebubujika, hawa wana wa Mungu hawa kama wewe, inawezekana kuna Mungu alifanya tukio fulani huko nyuma juu ya maisha yako, lakini ukafika mahali ukaona hivi kweli Mungu anaweza? Kwa sababu lile alifanya, ili kweli Mungu anaweza? Ni ujinga na kutokuelewa ufahamu wa roho ni ukoje, ni kukosa ufahamu wa kiroho. Ndio maana nikasema unaweza kuwa kama Dario mpagani. Swali hili linaweza likaulizwa na mwana wa Mungu pia. Kwa watu nikwambie, waliona Mungu akiwa ametenda kule nyuma, amapiga mwamba wakapata maji. Leo waona chakula, sawa, mwamba ulitoa maji, lakini msosi kweli anaweza kweli? Jamani, unaweza ukafika mahali hata kama unayo record, hata kama unayo kumbukumbu ya matendo ya Mungu kule nyuma, lakini ukapita mahali ukasahau ama ukachanganyikiwa, ukashindwa kujua kwamba kama Mungu alifanya vile, kwani hapa sifanye? Sasa hawa hawakuona hiyo, wasema sawa, alitoa maji kule kwenye mwamba, lakini msosi je? Aweza kutupa chakula? Atawaandalia watu wake nyama? Maji tu, nyama sisi nyama bwana, anaweza kutupa nyama huyu mtu? Mstari wa 23, lakini Mungu akawajibu Bwana Yesu asifiwe, kwamba naweza. Mstari wa 23, lakini aliamuru mawingu juu, akaifungua milango ya mbingu, akawanyeshea mana ili wale, akawapa nafaka ya mbinguni. Si msosi, si ni mkate, akawashushia mana akawapa. Kawajibu hakujibu? Aya, anaendelea. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula cha kuwashibisha. Manake mana ni chakula cha mashujaa. Akina Mikaeli kama wanakula chakula cha mbinguni, na wale kina Gabriel chakula cha mashujaa. Mana ni chakula cha nini? Cha mashujaa. Wakapewa hawa watu chakula cha mashujaa. Anaendelea kusema, anasema hivi, alielekeza upepo wa mashariki mbinguni, akaiongoza kusi kwa uweza wake, akaonyeshea nyama kama mvua na ndege wenye mabawa kama mchanga wa bahari. Tunaelewa kilichotokea, wakala nyama mpaka nyama zikatokea puani. Amen, si mnajua hiyo story? Bwana asifiwe sana. Kwa nacho kuonyesha ni kwamba kama wana wa Israeli kabisa waliuliza swali hili, je, Mungu aweza kutupa nyama? Je, Mungu anaweza kuandaa meza jangwani? Hawana tofauti na Dario aliyeuliza yule mpagani, si ndio? Wewe lazima ujitofautishe na wapagani, umjue Mungu wako na uweza wake na ukuu wake na nguvu zake. Umjue Mungu wako na uweza wake na nguvu zake na ukuu wake. Usiwe kama mpagani Dario ambaye anasema Mungu wako aweza kweli. Sara huyu naye aliuliza swali hili. Mwana wa Mungu kabisa Sara naye aliuliza swali hili. Yaani nia yangu kusema haya ni kukuonyesha kwamba umjue Mungu wako. Sifa ya Mungu aliye hai inaonyesha kwamba Mungu ni Mungu mwenye uweza mkuu, mwenye nguvu kuu, mwenye mamlaka kuu. Na nasoma ya maandiko kukuonyesha, kukufundisha ya kwamba umjue Mungu kwamba na uweza wake. Usiwe kama mpagani Dario. Nisikilize, nataka nikuonyeshe kitu fulani hapa, umuone Mungu wako jinsi alivyo. Ukisoma mstari wa 18 wa 9, Biblia inasema wakamwambia. Bwana asifiwe sana. Yu wapi mkeo? Ina maana hawa watatu wanamwambia yu wapi mkeo, si ndio? Amen. Ibrahim akatoa majibu akasema yumo hemani. Sasa angalia mstari wa 20. Lugha inabadilika kutoka kwa wakamwambia inakuja kwa akamwambia. Upo? Lugha inabadilika kutoka kwa wakamwambia yu wapi mkeo Sara, yuko hemani. Lugha inabadilika na kuja akamwambia, hakika nitakurudia, sio tutakurudia, nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume,
Sara akasikia mlangoni pa hema iliyoko nyuma yake. Nataka nisemeje? Mungu anaposimama katika ahadi yake, anasimama katika ukamilifu wa uungu wake. Anaposimama katika ahadi yake, anapofuatilia ahadi yake, anaposimamia ahadi yake, anasimama katika ukamilifu wa uungu wake. Anasema kama mmoja, akamwambia Yesu alisema kwenye Yohana sura ya 17, akasema mimi na Baba tu umoja. Hii habari wakamwambia tunasimama sisi kama mmoja. Akamwambia hakika nitakurudia mwakani. Maana kwa habari ya ahadi ya Mungu, usione na mashaka ni Roho Mtakatifu, usione na mashaka ni Mwana au ni Baba. Ni Mungu kama Mungu, yeye kama yeye, na ahadi yake inatimia yeye kama yeye. Ndio maana hata leo ukimtaka Mungu yeye kama yeye, ahadi yake inatimia kwako.